Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi mchana huu leo ninayo furaha tuendelee kushirikishana hayo maneno yanayotupa nguvu, maneno yanayotupa ushindi, maneno yanayotupa kuendelea mbele katikati ya mambo yote yanayotusonga. Andika kukua kiroho. Kukua kiroho. Mchana huu leo nataka nikwambie kuna mambo mazuri tunapoingia kwenye kipindi cha maombi na maombezi. Mungu anakwenda kuyatenda kwako na kwangu. Kuna mambo mazuri ambayo Mungu anakwenda kuyatenda kwako na kwangu kwenye kipindi cha maombi na maombezi. Kaa tayari mtu wa Mungu. Kaa kwenye mkapa kupokea kile ambacho Roho wa Mungu atakwenda kukutendea ili upate furaha nafsini mwako. Kukua kiroho. Sisi kabla hatujamwamini Yesu tulikuwa ni watu wa kawaida. Tulikuwa ni watu ambao hatuna ujasiri. Tulikuwa ni watu ambao kuna wakati tunaona mashaka juu ya mambo fulani. Kuna watu ambao tulikuwa na hofu. Tulikuwa ni watu ambao hatuna tumaini. Lakini toka tumekubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, kuna vitu vingi vimebadilika, ambavyo hata sasa tumebadilika kwa kuwa tunayo nguvu ndani yetu inayotufanya tuendelee mbele bila shaka yoyote. Hapo ulipo, changamoto ulizonazo, ungekuwa nje ya Yesu, saa hizi mambo yangekuwa sivyo kama ulivyo sasa. Mambo unayoyapitia sasa hivi wakati uko ndani ya Yesu, ungekuwa unayapitia wakati uko nje ya Yesu, usingekuwa kama ulivyo sasa. Sasa hivi pamoja na mambo na changamoto unazopitia, lakini ipo nguvu ndani yako na inayokupa uimara wa kusema haya yatakwisha. Ipo nguvu ndani yako inakwambia haya yatakwisha, kwa sababu nguvu niliyo nayo ndani ni kubwa kuliko mambo yanayonizunguka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima kufika hapo uwe unakuwa kiroho. Huwezi kufika kwenye hatua hiyo kama hukui kiroho. Mzazi anapopata mtoto, mara zote mzazi anahangaika ili kumuona yule mtoto anakuwa katika kimo na afya njema. Hiyo ndio furaha kubwa ya mzazi. Kama mzazi anapata mtoto alafu anadumaa, mzazi huwa anahangaika sana. Hata nunua mafuta sijui lishe, hata kwenda sijui lactogeni, sijui nini, vyakula hata saga, ulezi, mayai, atahangaika mzazi ili yule mtoto akue. Na sisi ambao tumemwamini Kristo, vivyo hivyo lazima maisha yetu ya kiroho yakue siku hadi siku.